alaykum. Wa alaykum salaam. Tumeangalia katika sala ambazo zinasaliwa hapa, Imam hasemi bismillah. Hizo ni Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Tunajaribu kuona kwamba ni namna gani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini yake imechafuliwa na imeharibiwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja na akaleta dini hii ikiwa na mafundisho kamili kabisa, na alikuwa akisoma bismillah kama kawaida katika swala kabla ya suratul hamd, anasoma bismillah kwa sauti, kila mmoja anasikia. Lakini vile vile akisoma sura baada ya alhamd, kila mmoja anasikia. Lakini cha ajabu sasa, mwanzo alipopata ukhalifa Muawiya bin Abi Sufyan, akaja katika mji wa Madina na akalazimisha kuswalisha. Alipokuwa akiswalisha, basi hakusikika akisoma bismillah. Watu wakashangaa na wakamuuliza, watu walioko karibu pale, watu wakamuuliza, ya Muawiya, asarakta am nasita? Muawiya, vipi, bismillah iko wapi? Umeiiba wewe au umesahau? Hivi umefanya kusudi au umesahau? Mbona hujasoma bismillah? Watu wa Madina wakamgomea na ikamlazimu Muawiya kurudia ile swala. Na hii maulama wanasema ima ni kwa sababu Muawiya alikuwa haswali, moja. Pili, ima ni kwa sababu lam yakuni yahtam, hakuwa anatilia umuhimu vitu hivyo. Kwa hivyo haelewi kwamba hii bismillah ni sura katika ni moja katika aya katika sura au ni kitu cha kawaida tu. Lakini ili kuonyesha kwamba hilo ni jambo baya, watu wa Madina walimpinga, pamoja na kwamba alikuwa ni kiongozi mbaya. Na hii ndio ikuonyesha kwamba hichi kilikuwa ni kitu cha lazima. Muawiya ni kiongozi jarrar, alikuwa kiongozi mbaya, ni mfalme, hakuwa khalifa, ni mfalme, ni mtawala dhalimu, aliwadhulumu watu. Pamoja na hivyo watu hawakuogopa ile dhuluma yake, wakasimama na kumwambia, bwana vipi, mbona upigi bismillah, mbona unaswali tu? Sawa bwana, watu walimsimamia. Na baada ya hapo kweli bwana akasoma bismillah na akaswalisha kama inavyotakikana watu waswali. Lakini cha kushangaza, baada ya hapo watu wamekuja wakaishika ile sunna yake na kuacha sunna Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka leo watu wakiswali hawasemi bismillah. Sasa unashangaa, mfano katika surati al-Fatiha tunajua kabisa ni sab'ul matani wal Qur'anil azim. Mwenyezi Mungu anajisifu kampa mtume wake sab'ul matani, ni aya 7. Sasa hizo aya 7 ukizihesabu bila bismillah utapata ni aya 6. Lazima iwepo katika sura, lazima iwepo, mtu anaposoma lazima ipatikane. Lakini sasa ukisema kwamba bwana hii haipo, mtu anakuja anasoma kimya kimya, inamaanisha nini? Na inajulikana swala ya subuhi ni swala ya kudhihirisha, ama swala ya magharibi, ama swala ya isha, mtu anadhihirisha sauti. Lakini leo anakuja mtu haisomi, haiweki, anasoma kimya kimya, unashangaa huyu hii sunna anayoipata kaipata wapi? Hilo swala la pili. Lakini la tatu, kwani bismillah ukisoma katika swala sehemu yoyote ile, je, swala inakuwa batili? Yaani hili ndio swala la msingi. Hii bismillah ina ubaya gani? Kwanza ni aya ya Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia ni kama tasbihi. Je, mfano mtu ukisema Allahu Akbar au Subhanallah katika sajida au sehemu yoyote katika swala, isipokuwa katika Qur'ani mfululizo ule unaosoma, je, inasababisha swala ya mtu kuwa batili? Haisababishi swala ya mtu kuwa batili. Sasa unaweza kushangaa ikiwa bismillah haiwezekaniki, inaonekana ni mbaya, je, vitu vingine ndio vitaonekana vibaya zaidi? Kwa hivyo hii ni sunna ya Muawiya bin Abi Sufyan, yeye ndo alileta na hawa mabwana wanaendelea nayo, si sunna ya mtume, na hilo ni jambo baya. Ujumbe wetu kwa watu wote, msiache kusoma bismillah katika swala zenu. Hii sunna sio ya mtume, ameileta mtu mwingine. Haya mafundisho sio ya mtume, ameletwa na mtu mwingine. Mtume alisoma na bwana alivyofanya Muawiya, watu walisimama na kumbishia, lakini watu waliokuja baadaye wakairudisha sunna ile mbaya. Wassalamu alaikum.